wa 3, mwezi maalum kwa ajili ya wanawake, na tunamshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya huduma ambayo ameifanya, kwa sababu kabla ya Yesu kuwepo ulimwenguni, mwanamke alikuwa ni chombo cha kudharauliwa ambacho kilikuwa kina thamani kabisa. Mwanamke alikuwa ni mtu aliyekandamizwa, mtu ambaye alikuwa hata astahili kusikika mbele za watu na hasa mbele ya wanaume. Mahali walipo wanaume, mwanamke inabidi ajifiche. Ilikuwa si rahisi mwanamke asimame aseme mbele za watu, lakini kwa ajili ya Bwana Yesu ametukomboa na kutupatia heshima ambayo tulikuwa hatuko nayo kabla ya hapo. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Ninaomba tuende katika andiko la Mathayo sura ya 3, Mathayo 3. Fungue Mathayo 3 mstari wa 17. Fungue Mathayo 3:17. Na mstari, nasoma mstari mmoja tu hapo kwanza. Naomba nisome kwa jina la Bwana. Amen. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Haya ni maneno ambayo Bwana Mungu aliyasema kumthibitisha mwanae Yesu Kristo katikati ya ulimwengu. Somo tunalojifunza ni uthibitisho wa kiungu. Mwambie mwenzako uthibitisho wa kiungu. Kama Mungu amekujalia kuwa na kinywa, sema uthibitisho wa kiungu. Unaweza kurudia tena kwa sauti kubwa. Amina. Tunaposema uthibitisho tunamaanisha nini? Uthibitisho ni uhalali au kuhalalishwa. Ni kitu ambacho, kwa mfano, mtu labda yupo katika mauziano fulani. Kwa hiyo ili kwamba ionekane kile alichokinunua ni kitu halali, ni lazima yule anayekiuza aweke sahihi yake kuthibitisha kwamba hiyo mali ni mali halali ambayo huyu mtu anayo. Kwa hiyo tunaposema uthibitisho wa kiungu ni wakati ambapo Mungu anataka kumthibitisha mtu ambaye wakati mwingine alikuwa amekata tamaa, wakati mwingine alikuwa hajitambui, wakati mwingine alikuwa hajielewi, na wakati mwingine amepitia hali fulani mpaka akafikia wakati wa kudhani kwamba labda huenda Mungu amemwacha. Lakini kuna uthibitisho ambao Mungu anataka kuufanya kwa ajili ya maisha yako wewe. Kuna uthibitisho wa kiungu katika maisha yako ambayo Mungu anataka kuufanya. Bwana Yesu akubariki. Bwana Yesu akubariki. Bwana Yesu akubariki. Amen. Kwa hiyo uthibitisho ni nini? Uthibitisho ni kutiwa muhuri na Mungu aliye hai. Ni kutiwa muhuri. Ni kutiwa muhuri na Mungu aliye hai. Mungu anataka kuwatia muhuri watu wake, kuwathibitisha. Neno hili inawezekana lisikufai kama hautakuwa tayari kukufaa, lakini inaweza likamfaa mtu mmoja ambaye Mungu amemwandalia. Kwa hiyo Mungu anataka kuwatia muhuri watu wake. Amen. Watu ambao amewaita kwa jina lake. Anataka kuthibitisha kwamba hawa ni wangu. Kwa nini Mungu athibitishe? Kuna wakati fulani umekataliwa, kuna wakati fulani umenenewa mengi mabaya, kuna wakati fulani umepitia changamoto nyingi za kimaisha zikakupelekea kuona kwamba huenda Mungu hayuko pamoja nani, au watu ambao wanakuzunguka kukuwaza vibaya na kukunena mabaya kila wakati, kukukataa na kukunenea mabaya sio stahili. Wakati huu Mungu ni Mungu anataka kufanya uthibitisho, kuuthibitishia ulimwengu kwamba huyu ni mwanangu, kuwathibitishia watu kwamba huyu ni mtumwa wangu, kuthibitishia mtu kwamba huyu ni chombo changu. Amen. Mungu anataka kufanya uthibitisho. Anataka kugonga muhuri katika maisha yako ili kukujulisha na kukutambulisha kwa watu wengine ya kwamba wewe ni maalumu kwa ajili ya utukufu wake. Wewe ni maalumu kwa ajili ya ufalme wake. Wewe ni maalumu kwa ajili ya utukufu wa enzi yake. Amen. Mungu anataka kufanya uthibitisho, kukuthibitisha, kukuhalalisha, kukutambulisha ili watu wapate kujua. Anataka kukutambulisha katika uzao wako, kukutambulisha katika mitaa yako, kukutambulisha katika huduma yako, kukutambulisha. Amen. Mungu anataka kumtambulisha mtu mmoja. Amina. Anataka kumtambulisha mtu mmoja. Amen. Sijui ni wewe au ni nani, lakini Mungu anataka kumtambulisha mtu mmoja. Anataka kumtambulisha.
Ukisoma katika Zaburi ya 23 kuna mstari mmoja anasema, unaandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Unaandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Mungu ni Mungu ambaye anaandaa mema mbele ya watesi wako. Anaandaa mema ili kukuthibitisha. Anaandaa mema ili kukutambulisha. Wakati ambapo ulikuwa umechoka, umekata tamaa, wakati ambapo ulikuwa umevunjika moyo, Mungu ana neno moja kwamba anataka kukuthibitisha mbele ya wale ambao yamkini walikuwa wakiwa na maswali mengi kuhusu wewe, walikuwa na mawazo mengi kuhusu wewe, na wengine wamekuwazia mabaya na wamekunenea mabaya, na wakati mwingine hawakukukubali. Kwa hiyo wakati huu Mungu anataka kuthibitisha kwamba huyu ni chombo changu, huyu ni mwanangu. Hiki ni chombo kwa ajili yangu, kama alivyomthibitisha Bwana Yesu. Yesu wakati akiwa anakwenda kwa Yohana Mbatizaji abatizwe, ulimwengu ulikuwa bado humtambui Yesu, ulikuwa bado haumjui Yesu. Anakwenda kwa Yohana na kumwambia, nataka unibatize. Ingawa Yohana alijaribu kukataa, akasema, hapana, mimi natakiwa nibatizwe na wewe, na sio wewe nikubatize mimi. Lakini Yesu akamwambia, kubali hivi sasa, ili kuitimiza haki yote. Wakati Yesu amebatizwa na Yohana, anapanda kutoka katika maji, sauti ikatoka mbinguni. Sauti ikasikika kutoka mbinguni. Mungu akaamua kumthibitisha mwanae. Mungu kumtambulisha mwanae. Akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hiyo Mungu aliamua kumthibitisha mtoto wake kama jinsi alivyomthibitisha Yesu katika ulimwengu, na akamfahamisha kwa ulimwengu. Ingawa kwamba Yohana alisema, yuko anayekuja nyuma yangu ambaye ni mkuu kuliko mimi. Lakini wakati huu Mungu anaamua kuthibitisha, kuhalalisha, kumtambulisha kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Mwambie mwenzako, Mungu anataka kukutambulisha. Mungu anataka kukutambulisha. Mungu anataka kukutambulisha. Mungu anataka kukutambulisha. Kama hataki kuongea naye, mwambie mwingine ambaye yuko tayari kutambulishwa. Maana wengine wanaleta kiwingu. Mwambie yule ambaye yuko tayari kutambulishwa, Mungu anataka kukutambulisha. Mungu anataka kukutambulisha. Amen. Bwana Yesu anasema kwenye kitabu cha Mathayo, kwa maneno yako utahesabiwa haki, kwa maneno yako utahukumiwa. Wewe kama unataka kukiri haya, si ndiye mwana wa Mungu? Yaani wewe umeinua matatizo yako juu kiasi kwamba mpaka unaona hata neno la Mungu kama halina nguvu hivi, wao wanaongea tu, juu mimi nayopitia. Mungu asipokuhurumia, mimi ni nani nikuhurumie? Mwambie Mungu asipokuhurumia, mimi ni nani hata nikuhurumie? Mungu asipokuhurumia, mimi ni nani hata nikuhurumie? Kwa sababu sisi tunakwambia sema kwa kukiri hayo. Mungu anataka kukufungua. Wewe umekaa umenuna. Kama Mungu hajakuhurumia mwanangu, nani anataka kuhurumia? Hata mtumishi wa Mungu mfalme mmoja alimwambia yule mwanamke, akamwambia, hivi kama Mungu hajakuhurumia, mimi je ni nani? Kwa hiyo Mungu ana mpango wa kumtambulisha mtu katika mwezi huu. Ana mpango wa kumuinua mtu katika mwezi huu. Amen. Ana mpango wa kufanya uthibitisho wa kiungu kwa maisha ya mtu mwezi huu. Amen. Ulikuwa ni mtu ambaye umeteseka na magonjwa kwa muda mrefu. Mungu anataka kuinue, akuponye. Amen. Akuponye. Amen. Mungu anataka kuponye. Maana tabu yako inatosha. Inatosha. Unaweza kumwambia Baba, nakushukuru kwa sababu umeniona. Amina. Ni wakati ambao Mungu anataka kubariki. Ni wakati ambao Mungu anataka kuhalalishe. Kama huyu ni mwanangu, ni chombo changu kiteule, nilichokiandaa kwa ajili ya utumishi wangu. Umekaa unajihurumia tu. Mchungaji wangu anasemaga Kiingereza, nyenyema. Mwenzangu, hebu wakati mwingine tupie chini matatizo yako. Uone kama vile wewe ni mshindi. Yaani wewe basi alishashinda. Amen. Wewe ni mshindi mwanangu. Amen. Yesu alishakushindia miaka 2000 na kitu iliyopita. Wewe unatembea ndani ya ule ushindi ambao Yesu alishaufanya msalabani. Umekaa nyenyema. Kiingereza cha Marekani. Nyenyema, kisa mnaumu. Huu ni mwezi wako mpenzi. Ni mwezi wako. Ni mwezi ambao Mungu anataka kukuthibitisha. Amen. Anataka kuthibitisha afya yako. Amen. Anataka kuthibitisha uchumi wako. Amen. Anataka kuthibitisha kiroho chako.
mwezi uthibitisho wa kiungu. 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 Amina. Kwa hiyo ni kutambulishwa. Mungu anataka kutambulisha, kuidhinisha kwamba hii ni mali halali kwa ajili ya umiliki wangu, ni mali halali. Unaponunua shamba, lazima yule anayenunua shamba atie sahihi yake pale, kuonyesha kwamba hii ni mali halali anayokuuzia. Na mimi ninayenunua natia sahihi yangu kwamba ni mali halali. Nimenunua mali halali kutoka kwa mtu fulani, nimeuza mali halali kutoka kwa mtu fulani. Kwa hiyo ni uthibitisho, lazima aweke sahihi yake pale. Mungu lazima anataka kuweka sahihi kwenye maisha yako. Anataka kuweka sahihi kwenye maisha yako. Anataka kuweka sahihi kwenye maisha yako. Yako mambo ambayo ulikuwa umechoka, mambo mengine umekata tamaa, umeyakatia tamaa. Jamani, hata mifupa mikavu ziliishi. Mifupa ile mikavu ikuishi, iliishi. Mtumishi wa Mungu Ezekiel anasemaje? Mungu akampeleka katika bonde ambalo limejaa mifupa mikavu. Mungu akamwambia, je, mifupa hii inaweza kuishi? Ezekiel akasema, Bwana unajua wewe. Maana kiangalia mifupa yenyewe, kila mfupa umetawanyika peke yake. Akasema, Bwana unajua wewe. Lakini Mungu akamwambia itabirie. Akamwambia itabirie. Ilipotabiriwa ile mifupa ikaanza kuunganika, mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, ikaunganika. Ilipounganika akamwambia endelea kutabiri. Alipoitabiria ukaja upepo, ukaweka ngozi nyama, ukaweka ngozi, ukaweka mishipa. Akatabiri, roho ya uhai ikaingia kwenye ile mifupa, ikasimama, ikawa jeshi kubwa. Hata kama mambo yako yamekuwa ni mifupa mikavu, mtumishi wa Mungu kila siku anatabiri hapa. Mungu atakuinua kwa sababu kuna utabiri ambao unaendelea. Mungu anaendelea kufanya utabiri. Na hata asubuhi ya leo Bwana anataka kukutabiria ili uweze kuinuka tena, uweze kusimama tena, uweze kuinuka tena. Hata mifupa mikavu inaweza kuishi tena. Amen. Yale ambayo umekatia tamaa yanawezekana kuishwa tena. Amen. Yale ambayo umevunjika moyo yanaweza kuinuliwa tena. Amen. Yale ambayo umechoka katika hayo Bwana anaweza kuyafanya upya tena. Maana iko nguvu ambayo Bwana anaiachilia katikati yetu. Nguvu ya uthibitisho, nguvu ya kuhalalishwa, nguvu ya kuidhinishwa, nguvu ya Mungu ambayo anakwenda kuiachilia kwa ajili ya kumthibitisha mtu mmoja. Amen. Hata mifupa mikavu iliishi. Amen. Na ikawa jeshi kubwa. Watu ambao walikuwa wamechoka, wamekata tamaa, Bwana kainua tena likafanyika kuwa jeshi. Amen. Mtumishi wa Mungu anasema liko tumaini kwa mtu ulioka, kwamba anaweza kuchipuka tena. Amen. Unaweza kusema mimi nimekatwa, yaani mimi ndio basi, na umri huu ndio basi, mambo yangu yote yamekwisha. Haya, Mungu anaweza kukuchipusha tena. Amen. Mungu anaweza kukuchipusha tena. Kwa sababu iko nguvu ya kuchipusha. Amen. Iko nguvu ya maneno ambayo Mungu anakwenda kuiachilia ambayo itakuinua tena. Amen. Sio maneno matupu kama ya wale wengine. Ni maneno ambayo yana uwepo wa Mungu na upako maalum wa Roho Mtakatifu, maneno ambayo ni ya uvuvio katika Roho Mtakatifu ili yamuinue mtu kutoka katika hali ya kuchoka na kukata tamaa. Amen. Ili Mungu anainua watu kutoka jahannam na kuwaketisha pamoja na wakuu wa watu wake. Amen. Watu ambao walikuwa wamechoka, watu ambao walikuwa hali zao ni hohe hai. Wewe mwenyewe ni shahidi, wewe mwenyewe ni shahidi. Tusiende mbali, wewe mwenyewe ni shahidi. Ulikuja kujaje hapa? Jiulize wakati unakuja na sasa ulivyo, ni sawa? Ni sawa? Sio sawa. Uwe tu mwaminifu, ni sawa? Sio sawa. Hata mama wangu tu Bibi Rodi anasema yaani nimepona mpaka natamani kuolewa. Wakati alipokuja hapa alikuwa amechoka hivyo hoi. Ni mtu ambaye wanadamu yamkini walikuwa wanasema anakufa kesho. Lakini Mungu amemhuisha tena. Amen. Jamani vijana, bibi yule pale, jimbo liko wazi. Huyo hapo. Hiyo jimbo liko wazi. Wapenzi, wale ambao mjaoa bado, jimbo liko wazi hilo hapo. Yaani kuna nguvu ya ufufuo ambayo imeingia ndani yake. Imemfufua mifupa, nyama, ngozi, kila kitu. Amefufuliwa. Amekuwa mpya. Amen. Na hata mwenyewe ni shahidi. Hali yako unayokuja nayo hapa na jinsi ulivyo leo ni tofauti mwanangu, si ndio? Amen. Ni tofauti.
Amen. Mungu amekuhuisha. Amen. Mungu amekuinua. Amen. Mtu ambaye ulichoka. Zamani kulikuwa na rais mmoja, Rais Banda wa Malawi. Yule mzee alikuwa na lugha fulani. Wa Malawi wao walikuwa wanamuona kama vile ni mtu labda siwa vipi, lakini alikuwa yuko sawa. Alikuwa akianza kuhutubia hotuba zake anasema, "Nishukuru mimi kwa sababu zamani mlikuwa mjui kuoga." Ndio. Zamani mlikuwa mjui kuvaa kanga. Kweli. Zamani mlikuwa mjui kuvaa viatu. Zamani alikuwa hotuba zake ukizisikiliza unaweza kucheka hadi. Lakini ni kweli. Aliwapeleka sehemu. Si ndio Bwana Mungu? Aliwatoa sehemu katika hali ya kutokujua kuvaa viatu. Katika hali ya kutokujua kufunga hata vilemba. Akawapeleka katika hatua fulani, kwa hiyo alikuwa anawakumbusha. Kwa hiyo na wewe unatakiwa ukae mahali ukumbuke kule Mungu amekutoa. Ulikuwaje mpenzi? Na pale ulipo huwezi kumwamini Mungu zaidi. Katika hatua ile ambayo umefikia leo, huwezi kumwamini Mungu zaidi kwamba Mungu anaweza kufanya zaidi haya ambayo amefanya kwa wakati huu. Kila mmoja ana ushuhuda eti. Amen. Na mimi nina ushuhuda, sijaamua tu usiku kusema. Nina ushuhuda. Amen. Kwa hiyo wana wa Mungu, kama hapo ulipofikia ni nguvu ya Mungu imekuleta hapo. Mungu anataka kukutoa tena hapo ulipo, kukupeleka hatua nyingine. Amen. Maana Mungu ili awe Mungu ni lazima aachilie kila wakati hatua kwa hatua za madhihirisho mapya. Kila wakati ili ajulikane yeye ni Mungu. Anaachilia hatua za madhihirisho hatua kwa hatua. Ulikuwa una hali fulani, Mungu anakutoa na kupeleka katika hatua nyingine. Ulikuwa umefikia hatua fulani, Mungu anakuinua na kupeleka hatua nyingine. Ili ifikie mahali uweze kufikia hatua za utukufu ambazo Mungu amezikusudia katika maisha yako. Na Mungu hahitaji kitu chochote kutoka kwako. Anahitaji tu jina lake litukuzwe. Amen. Anataka tu jina lake litukuzwe kupitia wewe. Ili wakiniona waseme huyu ni yule ambaye alikuwa hata kuoga ilikuwa ishi. Huyu ni yule ambaye hata kuvaa viatu alikuwa hawezi. Huyu ni yule ambaye hata nguo nzuri ya kutokea alikuwa hana. Huyu ni yule ambaye alikuwa amesumbuliwa na ugonjwa kwa muda mrefu. Huyu ni yule ambaye alikuwa anaonekana kama anakufa kesho. Lakini leo Mungu amemuinua tena. Leo Mungu amembariki tena. Leo Mungu amemuhuisha tena. Leo Mungu amembariki, amemuinua tena. Leo mpango wa Mungu, Mungu anataka kupitia wewe. Huyu ni yule ambaye alikuwa hana tabia nzuri. Ulikuwa ukikutana naye ni matusi tu. Ukikutana naye ni dharau tu. Leo Mungu amembadilisha, amekuwa mtu mwingine. Amekuwa mtu mwema. Mungu anataka apate heshima kupitia wewe. Amen. Kwa hiyo ziko hatua ambazo Mungu anaenda kuzifanya. Hatua za kukuthibitisha. Amen. Mungu anataka kukuthibitisha. Amen. Kwamba wewe ni mtoto wake. Kwamba wewe ni chombo ambacho amekiandaa kwa ajili ya utukufu wake. Amen. Kwa hiyo usiangalie ambaye anakuzunguka. Ziko hatua mpya ambazo Mungu anaweza kuziachilia. Amina. Ziko hatua mpya. Kama Mungu alivyomtambulisha Bwana wetu Yesu Kristo, kadhalika anakutambulisha na wewe pia. Anasema bali wote, ukisoma ile katika Mathayo Yohana 1:12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Walioitwa, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu aliye hai. Wamefanyika kuwa ni watoto wa Mungu kwa sababu wamempokea Yesu Kristo. Na kwa sababu wamempokea Yesu Kristo wamefanyika kuwa ni watoto wa Mungu. Na kama ni watoto wa Mungu, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi ya kwamba ni warithi, warithio pamoja na Kristo. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, maana wewe ni mrithi wa ahadi za Mungu ambazo Mungu amezikusudia. Ahadi zile ambazo amempa Yesu Kristo Bwana wetu. Ahadi zile ambazo Yesu amepewa. Wewe ni mrithi pamoja na Kristo. Kama wewe ni mrithi pamoja na Kristo, unatakiwa udhihirishe ya kwamba wewe ni mrithi pamoja na Kristo. Uachane na mambo ambayo, yaani Mungu akuinua hatua ulionayo kwenda hatua nyingine. Uonyeshe kwamba wewe kweli ni mrithi. Jamani, Kristo alikuwa choka mbaya? Hapana. Alikuwa choka mbaya? Hapana. Biblia inatuambia kwamba alizaliwa maskini ili kwamba sisi tuwe tajiri, si ndio? Amina. Unapookoka lazima umdai Mungu kwamba Baba, mimi kwa sababu ulishaniokoa na umenitoa katika vifungo vile vya laana vya kabila, labda vifungo vya kifamilia, nataka unitoe hapa nifike hatua nyingine ili utukuzwe. Si ndio wala Mungu? Amina. Kwa hiyo unapaswa kukaa katika hatua ambazo katika hizo Mungu atakuinua na kukuthibitisha. Amina. Na hatua mojawapo, dumu katika utii. Dumu katika nini? Utii. Dumu katika utii. Dumu katika utii.
Hiyo ni hatua ya kwanza na muhimu sana, ili Mungu akuinue, ili Mungu akuponye, ili Mungu akuthibitishe, ili Mungu akuhalalishe, ili Mungu akuidhinishe, ili Mungu akutambulishe. Dumu katika utii. Utii ni utii wa neno la Mungu, lakini pia utii wa maongozi ambayo Mungu anayaachilia kupitia watumishi wake, kupitia Roho Mtakatifu. Utii wa neno la Mungu, utii wa maagizo ya Mungu anakupatia, utii kwa watumishi wake. Dumu katika utii ili uweze kumwona Mungu akikuinua na kukuthibitisha na kukuhalalisha kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Amen. Ukisoma habari za Yesu mpaka Mungu anakuja anamthibitisha na kumtambulisha kwa watu. Yesu, Biblia inatuambia kwamba alikuwa ni mtoto ambaye aliwapendeza watu pamoja na Mungu. Aliwapendeza watu, sio tu baba yake Yusufu, baba mlezi, wala sio mama yake Mariamu tu, lakini na watu wengine wote. Aliwapendeza watu pamoja na Mungu. Kwa hiyo ili Mungu akuthibitishe, kuhalalisha, ni lazima ujifunze kutii kile ambacho Mungu anasema kwa ajili yako. Jifunze kutii neno la Mungu. Jifunze kutii watumishi wa Mungu. Jifunze kutii maongozi ya Roho wa Mungu. Jifunze kutii ili Mungu akuinue kutokea pale ulipo na kukupeleka katika hatua nyingine. Bwana Yesu akubariki. Amen. Mwambie mwenzio jifunze kutii. Jifunze kutii. Na sasa sisi kina mama ndio tuna shida kwenye kutii. Ngoja niseme kidogo, maana na mimi ni mama. Sisi kina mama kwenye kutii changamoto. Mpenzi wangu, neno la Mungu linasema tutii, si ndio? Enyi wake watiini waume zenu kama nini? Kama nini? Kama kanisa. Ni wapenzi, msome maandiko. Kama kanisa na ufanyaje? Linalomtii Kristo, si ndio? Watoto wa Mungu wa kike, wanawake, mara nyingi kwenye kutii ni changamoto. Ndio maana Mungu akasema kwamba utiini. Kama ungekuwa unajua kutii, asingesema mtii. Wanawake wengine sio watii, lakini hapa naona hawapo. Hapa ni rahisi hawapo. Hapa hawapo. Kimwanamke utakuta kimekomaa kwa mume wake, mishipa yote ya shingo imesimama, kinabishana na mume wake, ila hapa hawapo. Mwanamke amekomaa akiwa na misimamo yake, huwezi kumtoa hapo. Hata kama ukimwambia wewe tufanye kwanza hiki, na mimi ndo nimeamua hivi, kimekomaa kimwanamke. Kimwanamke kimekuwa na shingo ngumu, hakimtii mume wake. Hivi kama hujamtii huyo mume amekupa Mungu, utamtii Mungu wewe kweli? Kama hujajifunza kumtii mume wako, utamtii mchungaji wako kweli? Utamtii mchungaji wako? Kama tu umeshindwa kumtii mume ambaye amkini amekulipia mpaka mahari, utamtii Mungu? Utamtii mchungaji? Mimi namtii Mungu. Unamtii Mungu wakati hujamtii hata mume wako? Wanawake wengi kwenye utii ni shida. Wamekuwa na misimamo ambayo mingine anasema mimi nimejifunza kutoka kwa baba yangu na mama yangu. Hivi ndivyo tulivyozoea kuishi. Sasa kama ulikuwa umejifunza kutoka kwa baba yako na mama yako, ungebaki huko? Ulikuja hapa kufanya nini? Ungebaki huko. Kama ulikubali kumwacha baba yako na mama yako, unatakiwa kufuatana na sheria za mume wako. Amen. Unatuletea si ukabila. Ni kabila yangu Mnyasa. Mnyasa wa wapi? Mnyasa wa wapi? Nasijua kutii. Eti ni Mnyasa. Kwa hivi. Kwa hivi. Naenda kwa Mnyasa. Hapo mmoja ufanya nini? Kama umekubali kuolewa, jifunze kumtii mume wako. Amina. Kina mama, tupo. Unajua wanaume wana lugha moja, wanasema hivi, mwanamume akiwa na kitu ndani ni cha wote, lakini mwanamke akiwa na kitu chake ni cha kwake. Yaani mwanamume akiwa na pesa ni za wote, na mwanamke anataka kupangia bajeti pesa za mume wake, lakini akiwa na pesa yake ni ya kwake. Mwanaume ruhusu kugusa hapo. Siwatetei wanaume kwamba usitafute pesa, lakini mbona za mwenzio unazipangia bajeti? Kwa nini na ya kwako wakati mwingine usiweke mezani mpangie bajeti? Na kama hujaweka mezani, hata kama mwenzio anakwambia bwana
naomba unisaidie, nimebana hapa kidogo. Mimi ndio ya kwangu. Mimi ndio ya kwangu. Yaani cha kwake ni cha kwake na cha mwenzake ni cha kwake. Huyo ndio mwanamke wa Kiafrika. Mwanamke wa Kiafrika. Amekomaa mwanamke wa Kinyasa huyu jamani. Anasema hapa wako Nyasa. Mwanamke mwingine anatakana misimamo mpaka mwanaume anatamani kuhama nyumba. Anatamani kuhama nyumba aende akapange. Misimamo ya kwao toka alikomaa na misimamo yake. Aliyotoka nayo kina nani sijuko. Amekomaa na misimamo yake. Akisema mimi ni hivi. Mwanaume atasema mke wangu sio hivi. Yaani hakubali kubadilishwa. Amekomaa kichwa. Mwanamke utafikiri kimbuzi kile kinachokisokuwa na pembe. Mama Tengo anaitaka kimutu mbuli. Amesimama, amekomaa, hataki kubadilishwa. Huyu ni mwanamke wa Kinyasa. Hapa hawapo. Hapa hawapo. Hapa wote umeokoka. Shughuli ipo. Na wale wako mwako walete mashtaka na kugonga kichwani. Tunasikia Nyie wanaume kama wakizendo wako hivyo leteeni mimi hapa. Mimi si ndo bibi yao Nileteeni. Wewe ndio sema tu mama mke wangu kwa kweli hali mbaya. Mimi nitakaa naye nimfinye kucha, asipoelewa nitamfukuza. Pastor Ida anakuja kupata tu taarifa kwamba baba mtoto wako nishafukuza kwa sababu haelewi. Amina. Msimsumbue babangu. Ana mambo mengi ya kufanya. Amina. Kila siku anze kuhangaika tu na wewe kila siku. Amina. Kitu ni kile kwa nini kwanza? Ana mambo mengi ya kufanya. Ulimwengu unamngoja. Wewe umekaa tu kila siku kichwa kimekomaa kama kimbuzi fulani hivi. Hutaki hata kugeuka. Umekomaa na misimamo yako ya Kinyasa. Hutaki kuiacha. Wewe ni nani? Afunza Mungu anataka kunihalalisha. Sio kwa staili hiyo. Ni kweli Mungu anataka kuthibitisha watu wake, lakini sio kwa tabia hizi. Tabia hizi lazima ukubali kuziacha. Amina. Jifunze kuwa na adabu na mume wako. Amina. Ndipo utakapokuwa na adabu na Mungu aliye hai. Amen. Jifunze kuwa mtii na mume wako. Amina. Ndipo utakapokuwa na utii kwa mtumishi wako. Amen. Kinyume cha hapo tutadanganyana. Amina. Wanawake tupo. Tuwafundishe na wao binti zetu hao. Tuwafundishe na wao binti zetu. Amina. Kwa sababu kile unachokiona kwako wewe ndicho atakachokwenda kuwa kwa mume wake. Wewe mama umekuwa jeuri. Mama hata yaani kushaurika ushauriki. Unategemea binti yako. Na hiyo vijana mnapotaka kuoa, uuliza kwanza mamake yukoje? Ndio.